katika serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna kitu kinaitwa local content. Nani ashawahi kusikia? Hii labda nielezee tu kwa kifupi. Ni sheria ambayo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaoishi katika jamii fulani wakanufaika na kitu fulani ambacho kiko katika jamii yao. Mathalan, hapa kungekuwa na kiwanda, labda tuseme kiwanda cha kuzalisha maji, si ndio? Kiwandani kule kunakuwa kuna shughuli zao zenye taaluma yao, si ndio? Sijui maji, wataalamu wa maji, wataalamu wa mitambo, wataalamu wa nini, lakini jamii ile inayozunguka pale na yenyewe inatakiwa inufaike, kwa sababu wale ndio walinzi wa lile eneo, si ndio? Sasa mfano hapa Viwegwe, sijui kuna kitu gani kikubwa, kuna kampuni gani au kuna nani ambaye iko hapa? Kampuni yoyote au biashara yoyote ambayo ni kubwa? Basi mimi niwape mfano, nyinyi mnaweza mkafikiria. Tumechukua kampuni ya maji, si ndio? Katika kampuni mle ndani kuna watu wanatakiwa kusafisha, labda kusafisha barabara, kuzoa takataka, si ndio? Kuna uniform, si ndio? Mkiwa mmejiunga kwenye kikundi kama hiki kutokana na ile sheria ya local content, wamama au watu fulani waliojiunga kwa pamoja wenye umoja wao, yani wana haki ya msingi ya kwenda kuomba tenda fulani ambayo iko katika jamii yao, katika eneo lao wanaloishi la karibu, na yule muhusika au wale wahusika, mfano umechukua kiwanda cha maji, si ndio? Haruhusiwi kwenda kutangaza tenda ambayo haina wanasema kwamba uzoefu fulani maalum, si ndio? Yaani kama swala la kuzoa takataka, kinaweza kupewa kikundi cha wanawake. Kuzoa takataka inahitaji kusomea utaalamu mkubwa, si ndio? Ni kwamba eneo tu liwe safi, uwe na vifaa vyako vya usafi, si ndio? Sasa hapa ingekuwepo hapa, kwa umoja huu, kupitia umoja wenu, mlikuwa mna haki, na yule mwenye kiwanda haruhusiwi kutoa ile tenda kuipeleka kwa mtu mwingine. Kwanza anatakiwa aanze nyumbani. Sasa hayo ndio manufaa. Nimechukua tu mfano huo, lakini inaweza ikatokea kampuni yoyote au mwekezaji yote akaja hapa akafanya hivyo. Kwa hiyo mtumie hiyo pia kama fursa. Labda mna mama wengine ambao kwa sehemu nyingine mbalimbali, si ndio? Hiyo nao ni faida. Faida nyingine ambayo unaweza ukaipata, kuna kikundi nilikuwa naongea nao pale nyuma, niwadokezea kidogo. Tulipata uzoefu mwingine pia. Kuna sehemu walikuwa wanahitajika vinyozi. Unakuta mimi naweza nikaa najua mama fulani hapa anajua kunyoa, si ndio? Au kijana wake anajua kunyoa, ni mnyoaji mzuri, akimnyoa kila mtu anaonekana anamuona, huyu kanyolewa vizuri. Lakini yule mnyoaji, mtu mwingine ambaye yuko mbali atajuaje kama ananyoa vizuri? Kuna vitu viwili. Kuna mwenzangu atakuja kuelezea kuhusiana na nguvu ya kuona, kujitangaza kupitia mitandao akiwa mbali. Lakini kitu kingine, kupitia ile sheria nilowaambia serikali, walisema kama una uzoefu na haujausomea, lakini wewe pengine ulirithishwa na bibi yako, ulirithishwa na mama yako, ulirithishwa na mtu ambaye alikufundisha, si ndio? Ukafuzu. Wengi wanajua kupika lakini hawajaenda kusomea upishi, si ndio jamani? Kwa hiyo serikali ilikuja na mpango wa kusema kitu cha kurasimisha taaluma. Mlikisikia? Sasa ngoja niwaambie, kama wewe unajua ni msusi, mfano wasusi, lakini haujawahi kupata cheti cha VETA cha ususi, ni vyema ukaenda VETA. Watakachofanya, watakupatia training fupi tu, hata kama ni ya wiki moja, si ndio? Watakupa mtihani, kwa maana watakupa labda mtu umsuke. Ukifaulu wanakupa cheti chenye nembo ya bibi na bwana kutoka VETA kwamba huyu ni msusi. Faida yake ni nini? Kupitia umoja kama huu, huko Mtwara kuna watu walikuwa wanahitajika vinyozi, wakwenda kunyoa wale walikuwa wanafanya utafiti wa mafuta kule kwenye meli kule, walikuwa wanakaa muda mrefu. Sasa wale watu walitoa vigezo, wanataka cheti. Asilimia kubwa ya Watanzania walikosa cheti cha kunyoa nywele, na ni vinyozi wazuri, ndio kazi zienda kwa Wakenya. Umeona hasara ya kukosa vitu? Yaani mtu anajulikana, anajua, ni kweli anajua, lakini wanamwambia hivi, sisi tunataka kuona nini?
karatasi. Umeona eh? Kwa hiyo mimi niwape rai, ni vizuri mkiwa katika vikundi kama hivi, kama una taaluma yako fulani, mbali ya manufaa mengine kama mkopo, si ndio kwenda kujitangaza, ni vizuri mkarasimisha taaluma zenu, si ndio, zikajulikana, si ndio, watu wakiwajua, zikitokea tenda, fursa ziko nyingi, uwekezaji unakuja Tanzania ya viwanda, si ndio, tunajua jamani tunaambiwa huko kwenye ilani za serikali zinasemaje Kwa hiyo tujifunze kuwa na hivi vitu kwenye makaratasi yetu, kwenye dokumenti zetu, vitatusaidia. Walopatikana wa Tanzania wachache walikuwa nalipwa kwa hela za kigeni. Kwa hiyo sisi tutoe rai kama Tafanet, mnapokuwa mnaendelea na shughuli zenu, na sisi tukiendelea na kufuatilia kuona namna gani tunaweza kuwashika mkono pale tunapoweza, na taarifa zote zitakuwa zinapitia kwa mwenyekiti. Wale ambao hawajarasimisha kazi zao, ujuzi wowote, hata kama unasuka mkeka, usidharau. Yaani unachokiweza kukifanya, kifanye kwa moyo wote, kipende, na Mungu atakibariki, kwa sababu Mungu ndio ambaye ametuumba, ndio anatujua. Kwa hiyo tunaweza tukafanya vizuri zaidi na kujipatia kipato. Kwa hiyo kwa machache hayo, hizi karatasi sisi tunazichukua, tutazifanyia kazi na mtapata mrejesho pale inapobidi na kwamba tumefikia hatua gani, si ndio?